Kwa upande wangu naona sajili ambazo wanazifanya tayari wanatengeneza mazingira mazuri ya kwenda kubato na vilabu vikubwa. Nazungumzia Giant, Simba pamoja na Young Africans, kwa sababu tumeona kile ambacho walikuwa nakifanya kwenye huu msimu, licha kwamba hawajamaliza na taji lolote kwenye huu msimu, lakini walikuwa washindani mpaka hatua za mwisho, mpaka wamecheza finali ya michuano ya CRDB Federation Cup dhidi ya Simba na wakapoteza mchezo. Maana yake ni kwamba wana timu shindani, na sajili ambazo wanazifanya nadhani wanaendelea kuboresha ama kuendeleza pale ambapo wameishia, kwa sababu wana kocha yule yule Florent Ibenge. Kwa nadhani kwenye msimu wa kwanza ambao umemalizika wa NBC Premier League 25-26 alikuwa anajaribu kusoma tabia za ligi yetu, ni kwamba ligi yetu iko vipi, and then msimu ujao nadhani atakuja na kitu kipya, kwa sababu tayari ameshapata experience, uzoefu kuelekea msimu ujao, na pia na exposure na sajili ambazo anazifanya nadhani zitaenda kuongeza kitu, kwa sababu hata ukitazama sajili ambayo ameifanya ya Kripe Junior, alikuwepo Azam FC misimu kadhaa nyuma na alikuwa mmoja wa wachezaji ambao ni muhimu ndani ya kikosi cha Azam FC, licha ya kwamba huko ambako alienda kwenye klabu ya MC Alger ameshindwa kuderiva ama ameshindwa kuonyesha kiwango kizuri, kwa sababu alikuwa hapati nafasi ya kucheza muda mwingi, lakini haiondoi hilo, kwa sababu Azam FC tayari kuna namna fulani ambavyo anaweza kaisaidia, kwa sababu ukitazama kuna utofauti mkubwa sana kati ya ligi yetu sisi, ligi ya Tanzania, na huko ambako ametokea. Ushindani uliopo, kwa sababu ligi ya Tanzania kuna timu nyingi za madaraja ya kati, kwa hiyo anaweza kabato, na nadhani ni sajili mzuri sana ambayo Azam FC wameifanya kumrudisha Kripe Junior. Kwangu mimi nawapa 40%, kwa sababu wanashindana na vilabu vikubwa Simba pamoja na Young Africans. Siwaondoi, lakini unajua hivi vilabu viwili Simba pamoja na Young Africans bado ni timu mzuri na timu bora, na nadhani kitu ambacho kinawasukuma Simba pamoja na Young Africans ni chachu ambayo wako nayo. Ukitazama kwenye msimu, Simba wana misimu mitano hawajachukua ubingwa wa NBC Premier League. Young Africans bado wamekuwa dominance kwa sababu wao wamechukua ubingwa wa ligi kuu NBC Premier League mara nyingi zaidi. Kwa hiyo kwa Azam FC nawapa 40%, kwa sababu naamini hivi vilabu viwili Simba pamoja na Young Africans vina nafasi kubwa zaidi ya kudominate ligi yetu. Licha ya kuwa Azam FC kuna sajili ambazo wanazifanya kujaribu kuboresha kikosi chao, lakini wataenda kushindana, lakini hawana sisi pia asilimia kubwa kuchukua ubingwa msimu ujao. Kwa upande wa Simba ambao wameacha wachezaji kadhaa kwenye msimu, nadhani ni maamuzi sahihi, kwa sababu wachezaji wengi sana ambao wamewaacha kuwa wanapata nafasi ya kucheza, ikiwemo golikipa ambaye amepata majeraha Musa Pinpin Kamara. Alikuwa ni mchezaji muhimu kwenye kikosi cha Simba, kwenye msimu ambao msimu juzi 2024-25 alikuwa ni mchezaji muhimu, kwa sababu amesaidia klabu ya Simba kufika hatua ya finali ya michuano ya CAF Confederation Cup, shirikisho. Lakini baada ya kupata majeraha nadhani hakuwa na mchango wote ndani ya kikosi cha Simba, na Simba nadhani wamevutiwa na performance ya Mamadou Tanja Kasari, ndio maana wamemuongezea mkataba. Kwa hiyo sioni kama Musa Pinpin Kamara atakuwa na nafasi ya kucheza, kwa sababu ukizingatia amepata majeraha, anahitaji muda wa kurecover, kurudi kwenye momentum yake ambayo alikuwa nayo misimu kadhaa nyuma. Lakini kwa upande wa wachezaji wengine, Nabi Kamara ambao amemwacha pia, ukina Karabosha Mo, nikimzungumzia Nabi Kamara ni mchezaji mzuri, lakini changamoto kubwa nadhani sifa zake haziendani na mahitaji, ama haziendani na kile ambacho anakitaji kocha wa Simba Steve Barker, kwa sababu kuna wachezaji wengi sana ambao wana sifa ambazo zinafanana na Nabi Kamara. Na unajua kwenye mpira wa miguu kuna kitu muhimu zaidi, tunasema pairing player profile. Yani maana yake lazima kocha ajue sifa za kila mchezaji, then anatakiwa ajue madhaifu ya kila mchezaji pia na ubora, alafu ndo anakuja anatengeneza muundo sahihi. Sasa kitu ambacho kinamfanya mchezaji acheze ndani ya timu sio bora wake peke yake, inategemeana na kocha anahitaji nini kulingana na sifa za yule mchezaji pamoja na madhaifu ya mchezaji, alafu anakuja kuoanisha wachezaji, alafu ndo anapata kitu ambacho kiko bora ndani ya kikosi. Hizi sajili ambazo zinaendelea kwa sasa hivi
tumeona hata Singida Black Stars nao wamemrudisha Jonathan Soa. Kwa hizi klabu mbili Singida na Azam, kama ambavyo wameonekana wapo serious sana kwenye dirisha hili la usajili, sio tishio kwa hizi klabu mbili kubwa za Simba na Yanga? Nadhani wataleta ushindani kwenye ligi, lakini nadhani bado Simba pamoja na Young Africans wana nafasi kubwa sana ya kulitawala soka letu, kwa sababu hivi vilabu viwili Singida Black Stars pamoja na Azam FC wana wachezaji wazuri sana washindani ndani ya kiwanja, ikiwemo talisman, wachezaji ambao wanaweza kuitoa timu kwenye level ya kawaida kuipeleka kwenye level kubwa zaidi. Lakini nadhani hivi vilabu kitu ambacho wanakikosa wao ni muendelezo mzuri wa kupata matokeo, consistency. Tumeshuhudia Singida Black Stars wamekuja kuibuka kwenye nyakati za mwisho wakati ligi inaelekea kutamatika. Kulikuwa kuna wakati tulikuwa tunawaondoa kabisa kwenye nafasi ya kuwania top 4 kulingana na muendelezo wao ambao walikuwa nao. Licha kuwa walikuwa na wachezaji wengi wazuri, wakina Mosi Ndumumwe, wakina Emmanuel Keyeke, lakini walikuwa nakosa muendelezo wa kupata matokeo. The same kwa Azam FC. Azam FC pindi ambapo wanakutana na hivi vilabu, Simba pamoja na Young Africans, wanajaribu kuonyesha ushindani, wanabato nao na unakuwa mchezo mgumu sana, lakini wao shida ambayo wako nayo pindi ambapo wanacheza na madaraja ya kati, wamekuwa wakipata shida zaidi kupata matokeo mazuri. Sasa Simba pamoja na Young Africans wananufaika na madhaifu ambayo wanazionyesha hivi vilabu. Singida Black Stars pamoja na Azam FC ambao tunasema ni washindani wao kwenye kuwania top 4, kwa sababu mfano mzuri kwenye raundi ya pili ya NBC Premier League duru la mwisho tumeshuhudia Simba haijapoteza mchezo hata mmoja. Maana yake ni kwamba kuna utofauti mkubwa sana wa madaraja ya kiushindani kati ya Simba pamoja na vilabu vingine ambavyo vinawania top 4, ikiwemo Azam FC pamoja na Singida Black Stars. Nadhani utakuwa ni msimu ambao utakuwa na ushindani sana, kwa sababu timu zote mbili zimemaliza ligi zikiwa na muendelezo mzuri, na kitu kizuri kinachotia matumaini washindani wa Young Africans kwa karibu, na wazungumzia Simba Sports Club, nao pia wameamka. Msimu uliopita kuanza vizuri sana ligi, lakini kwenye duru ya pili ama raundi ya pili walichaji wakaanza kushindana nao mpaka ligi ikamalizika kwa utofauti wa alama 2. Maana yake ni kwamba bado kwenye ligi kuna ushindani, kwa sababu ukitazama kwenye hivi vilabu vyote kuna wachezaji ambao ni washindani, na nadhani kuelekea msimu ujao kila timu inajaribu kuboresha, na kwa upande mwingine inaweza ikatoa chachu kwa upande wa Young Africans, kwa sababu wao wanafahamu kwamba mpinzani wangu ambaye ninashindana naye yuko bora na anaendelea kuboresha kikosi chake. Kwa hiyo yeye lazima aendelee kuboresha maeneo ambayo wanahisi ya kwamba wana madhaifu. Wamemuongeza kocha mpya, na nadhani kuelekea msimu ujao Yanga wanahitaji kufanya maboresho makubwa zaidi ili waendelee kulitawala soka la NBC Premier League Tanzania bara. Issue ya nafasi itategemea na namna ambavyo kocha atakayemkuta anaamini kwenye nini, na itategemeana na namna ambavyo Stefan Aziz Ki kile ambacho atakuwa anakionyesha kwenye uwanja wa mazoezi, kwa sababu Stefan Aziz Ki aliondoka Young Africans, na pia sasa hivi Young Africans wamemwajiri kocha mwingine. Kwa hiyo hatujui kocha mwingine ambaye anakuja ndani ya kikosi cha Young Africans atakuwa anaamini kwenye nini. Maybe atakuwa anaamini kwenye sifa ambazo anazionyesha Stefan Aziz Ki, lakini issue ya kupata nafasi ama kutopata nafasi inategemeana na Stefan Aziz Ki atakuwa anaonyesha mchango gani ndani ya kikosi cha Young Africans, kwa sababu licha kuwa aliondoka, lakini wapo wachezaji ambao tayari wameshasimika uigo wao ndani ya kikosi, ikiwemo Alan Okello. Ameingia dirisha dogo tu, lakini ana performance mzuri sana. Kwa hiyo kwa upande wa Stefan Aziz Ki, licha kuwa ana uzoefu na ligi kuu ya Tanzania na daraja lake la kiufundi ambalo yuko nalo, lakini bado anahitaji kuonyesha performance ya juu zaidi ili aweze kupata nafasi ndani ya kikosi cha Young Africans. Kumekuwa na tetesi Simba na Yanga, kila timu inahusishwa kumsajili au kumtaka au kutaka saini ya Faisal Salum Abdallah kutoka Azam FC. Unadhani sajili ya Faisal kwenda Simba au sajili ya Faisal kurudi Yanga, timu ambayo itakuwa imempata itanufaika kwa namna gani? Nadhani kuna faida kubwa sana endapo hivi vilabu vile ambavyo vinamwania Faisal Salum
wakifanikiwa kupata saini yake, kwa sababu ni moja ya wachezaji wazuri sana kwenye ligi yetu. Licha ya kuwa ni mzawa, lakini amekuwa akitoa ushindani hata kwa wachezaji wa kigeni. Tumeshuhudia kwenye msimu mpaka nyakati za mwisho, alikuwa kwenye orodha ya wachezaji ambao wanawania kiatu cha ufungaji bora. Kimsingi tunaweza kusema Faisal Salum ni talisman, yani ni aina wachezaji ambao wanaweza kuamua matokeo. Tunakumbuka msimu baada ya kumalizika 24-25, kocha wa Simba Fadlu Davis alisema anahitaji X factor ndani ya kikosi chake. Maana yake alikuwa anahitaji talisman, yani aina mchezaji ambaye anaweza kuitoa timu kwenye daraja la kawaida kuipeleka timu kwenye level kubwa zaidi. Azam FC msimu uliomalizika kwenye eneo lao la ushambuliaji hawakuwa na washambuliaji hatari. Licha kuwa waliwasajili wakina Jimmy Jackie Ngita, walimsajili Jefte Kitambala bora, lakini bado hawakuwa wanatoa performance mzuri. Yaani mchezaji ambaye alikuwa anaamua matokeo muda mwingi ni Faisal Salum Feitoto. Lakini endapo Simba ama Young Africans wakifanikiwa kupata saini yake, tayari kuna kitu ambacho anakiongeza. Kuna DNA ya ushindani ndani ya hivyo vilabu itaongezeka na kuleta chachu, chachu ya ushindani ndani ya mashindano ambayo watakuwa wanashiriki. Kwa kumalizia, kwenye msimu ulioisha tumeona kumekuwa na makosa ya kibinadamu, tuseme kwa namna hiyo, kwa marefali wetu ambao walikuwa wakipewa kuchezesha game, hasa zile game muhimu ambazo zinahusisha Simba na Young Africans. Kwa hiyo una ushauri gani kuelekea msimu wa ligi kwa hawa marefali wanaochezesha ligi za NBC? Kitu cha kuwashauri marefali, nadhani ni binadamu. Najua yapo makosa ambayo watakuwa wanayafanya kwa sababu ni binadamu. Tunashuhudia hata kwenye michuano ambayo inaendelea ya Kombe la Dunia, licha ya kuwa ni tunasema wale waamuzi ambao wameteuliwa kuchezesha ile michuano tunasema ni the top world class, yani waamuzi ambao wapo kwenye madaraja ya juu, lakini wanafanya makosa. Nadhani wajaribu kufix hizi changamoto za kibinadamu ambazo wako nazo, kwa sababu unajua sawa tunasema ni binadamu, lakini sometimes maamuzi ambayo wanayafanya muda mwingi hivi vilabu vidogo ama vilabu vya madaraja ya kati huwa ndo wanaathirika sana, tofauti na hizi giant team ambapo tunazungumzia Simba pamoja na Young Africans. Kwa hiyo jitahidi kufix, kwa sababu naamini ni professional referee, wengine wana beji ya FIFA kabisa. Kwa hiyo wajitahidi kupunguza hizi drama ili kuifanya ligi yetu iwe yenye weledi na ushindani, ili tuweze kumpata bingwa halali kabisa kwenye mashindano.